Katika kina cha msitu kuna kijana mmoja aliyekuwa akitafuta majibu, lakini kila pumzi aliyovuta hakujua kuwa ilikuwa ni saa ya Nkosi. Baada ya mapumziko mafupi, akajikuta akishangaa mazingira aliyokuwa ametokea, maana si hali ya kawaida katika kimya kile alichokuwa anasikia. Mara ghafla kishindo kikasikika upande wake wa kulia. Alikuwa ni kivuli kilichofanana na Kopi, na yeye kikimtazama kwa macho ya ajabu. Woga ulimshika na kumtawala, akawa hana uwezo wa kufanya chochote kile zaidi ya kutazama kivuli kile. Mara ghafla nguvu zikamjia na kuanza kukimbia akitafuta mazingira ya usalama. Anakia na kukwenda, haelewi njia hii tokea. Alikimbia, lakini kivuli bado kilimwandama. Alikimbia huko na kule na kujikuta amerudi pale pale alipokuwa amelala, akishangaa hii hali imetokana na nini. Akaendelea kuzitafuta na kukimbia na kukimbia. Spidi zikawa ni nyingi, mwendo ukawa ni mrefu, lakini la mbele yake akutana na kivuli kilichompiga kikombo kimoja na kujikuta ameanguka chini. Kumbe ilikuwa ni ndoto. Wakati mwingine ndoto za tafsiri yake. Hakikisha umesubscribe akaunti na usipuuzie ndoto yako.